Frankie, mimi sina hata kusema kwenye hili. Na bado ipo siku utanielewa. Wewe endelea kumsikiza mtu ambaye hawezi kucontrol hata maisha yake. Ndio ataweza kucontrol familia au taasisi. Tena ana ndo akae mbali kabisa na masuala ya familia na taasisi. Frankie, mambo ya kifamilia na taasisi tusichanganye kabisa na mambo yake binafsi. Tena kimapenzi. Tunajua yuko mapenzini. Tabii tumuelewe tu. Kila mtu ana mapungufu yake. Wewe unajua Frankie, ana kwenye mambo mengine yuko vizuri sana. Na mimi namwamini kwenye hilo. Huna chochote. Shauri yako. Na wewe na Thomas mmefurahi sana karibu kikao leo, sio? Haki ya Mungu. Huyu Rebeka sasa amefika pabaya jamani. Kazidi. Yaani anawezaje kufika mpaka hapa nyumbani? Wewe hujashangazwa. Yaani mimi ndo kanishangaza pakubwa zaidi Aunti Zai. Lakini swali la msingi zaidi la kujiuliza. Kapajuaje hapa nyumbani? Mimi nakwambia huyo Rebeka ana kitu. Yaani hawezi kuwa msumbufu kiasi hicho. Lazima kuna kitu tu kitakuwa kimejificha. No. Hakuna lolote Aunti Zai. Humjui yule akili zake hapa hazimo. Yaani kuna nati kama sio 2 3 zimelegea. Tena zingine zimeshapotea kabisa. Nakwambia hivi. Ana akili zake timamu, tena anazo akili zote. Kwa makini sana ana. Sio mjinga yule. Maya, najua kila kitu kuhusu wewe na Enzo. Yaani hii nyumba mtu ambaye hajui ni Patrick, Davis pamoja na Rebeka. Umeelewa binti? Sasa naona kama unataka kuvuka mipaka. Unakujaje bila taarifa? Mimi ni moja hapo ya kazi yangu. Kwa hiyo nimeamua tu kujiongeza kuja hapa. Sijaona tatizo lolote. Eti Enzo anaumwa. Wewe nani? Dokta? Nesi? Au ndo dawa yenyewe? Tuulizane kwanza. Anti jamani. Mimi sio anti yako. Hivi kwa nini unataka kuvuruga kichwa na amani ya Enzo? Kwa nini? Unamtaka au? Kwa hiyo Aunti Zai, wewe unataka kusemaje? Maana ujue mimi nimeanza kuogopa. Hivi yule binti si ndio alitaka kujiua yule? Yes. Alafu unaona ni sawa kabisa? Mpaka sasa hivi bado aendelee kukusumbua. Kweli? Ndio maana nakwambia hayuko sawa.